Mwenyezi Mungu, msamaha wetu ulipatikana pale Kalvari. Watoto wako tumeingia kwenye ibada hii tunapoyakumbuka mengi uliyokutana nayo kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Ulikuwa ni mpango mkakati na ni malengo thabiti ya kuhakikisha mwanadamu huyu aangamii na wala apotei. Yesu Kristo kamtuma aje hapa ulimwenguni ili kuhakikisha kwamba kila aliyepotea anahurumiwa na kurejea. Utupe kutafakari ujumbe huu kama ambavyo Bwana unatuweka kwenye majira haya ya kipindi hiki cha Kwaresma, ili kila mmoja aweze kutafakari njia zake na mapito yake, na mwisho wa siku turudi kwenye madhabahu yako na kutengeneza. Ninaomba ibada hii ikawe ni ibada ya amani inayokwenda kutafuta suluhisho la maisha ya mwanadamu, na kila mmoja akawe na utulivu wa kutafakari haya, na mimi ukinitumia kama kifaa cha kwako kuleta ujumbe huu. Ni katika jina la Yesu Mungu utusikie, amen. Naomba mketi tafadhali. Nikupongeze sana wewe uliyeingia katika ibada hii tena ya Kwaresma, na wewe uliyekuwepo Jumatano iliyopita kwa kipindi hiki cha Kwaresma. Na kwa uzuri tulianza kipindi maalum ambacho tunatembea nacho kama ambavyo tulianza Jumatano iliyopita, tukisimama na mwinjilisti Mathayo sura ile ya 20 aya ya 17 hadi 20. Na nitayasoma maneno haya kisha ndipo tusogee kwenda mbele kidogo. Mwinjilisti Mathayo sura ya 20 mstari wa 17 hadi ule wa 20. Huo ndo msingi tunaojengea kwenye Kwaresma ya mwaka huu. Hata Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi 12 faragani, na njiani akawaambia, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, na watawahukumu ili afe. Kisha watampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki na kumpiga mijeredi na kumsulubisha, na siku ya tatu atafufuka. Huu ni ujumbe tulioanza nao Jumatano iliyopita kwa kusoma ujumbe huu, na nilifafanua mambo mengi kuhusiana na ujumbe huu. Niligusa ujumbe wa kifo na ufunuo, niligusa pia mateso ya Yesu, lakini pia nilizungumzia juu ya kujitolea kwa wanafunzi, lakini pia niliongeza kipengele kingine cha kujitolea kwa kiongozi, na nikafafanua hadi kufika hapo. Na baada ya kufika hapo, nilisema tutakapokutana Jumatano ya leo tutaweza kutazama Kwaresma, asili yake na maana yake. Na mimi nipende kusema kipindi hiki ambacho tupo sio kipindi cha kuchezea, kipindi cha kila mmoja, mimi na wewe, kutafakari Kwaresma hii ya mwaka huu inanitaka nini, natamani nifanye nini. Na ndio maana nikaona kwa sababu badala ya kusema Kwaresma, hebu tuiangalie Kwaresma kwa upana wake, lakini pia asili yake na maana yake. Wapendwa wa Kristo wenzangu, majira ya Kwaresma kama tunavyoitamka yana maana kubwa sana kwa waumini na Wakristo wote ulimwenguni. Kwaresma hii tunayoizungumza, ambayo imekuwepo kila mwaka, na kila mwaka tunakuwa na ibada hizi za Kwaresma. Kwa nini ninasema ina maana kubwa? Kwa sababu ni kipindi cha majira ya toba. Majira ya toba ni kipindi ambacho kila mmoja anaenda kutafakari, anaenda kujitafakari mahusiano yake na jirani yake,
mahusiano yake na muumini mwenzake, mahusiano yake na familia yake, mahusiano yake na watoto wake, mahusiano yake na wafanyakazi anaotumika pamoja nao. Ni kipindi, ni fursa tunapewa na Mungu ili tusiendelee kudumu katika hali ya utatanishi, bali kila mmoja aweze kuingia kwenye kipindi cha toba. Kwa tafsiri ni kipindi cha matengenezo na kurudi. Kama ulikuwa uelewani na mtu fulani, ni kipindi cha kurejea na kutengeneza na kuishi naye na kukaa naye kwa amani na kuendelea kuzungumza kwamba sasa ni kipindi cha kusameheana na kuachilia yote yaliyo magumu. Lakini pia ni kipindi cha kufunga. Wapendwa washarika wenzangu, tumetoka kuimba pambio wimbo hapo wa kuabudu kwamba Kalvari limaliza kila kitu. Na kweli Yesu ili atimize yote alifunga siku 40. Nitazieleza huko baadaye. Lakini lengo la Yesu kufunga hizi siku 40, alimtafuta mwanadamu kwa hali yoyote ile ili kumrudisha kwenye mstari, kwa sababu alishaondoka. Na hiki nakiona ni kipindi cha mkakati. Kwa hiyo Mungu alikuwa na malengo, alikuwa na mkakati wa kumtafuta huyu mwanadamu aliyeondoka kwenye nafasi yake. Na ndio maana Yesu anapokuja anaifanya kazi kubwa ya kumfanya mwanadamu aweze kurejea katika nafasi yake. Kwa hiyo kwenye kufunga, nitakapofika kwenye eneo la kufunga, maana nitalifafanua kwa ufupi kidogo baadaye, tunafunga tukiwa tunatazamia nini? Tunafunga tukiwa tunalenga nini? Kwetu sisi tunazungumza kwamba tunaweza tukafunga tusile, lakini unaweza ukafunga ukaliumiza tumbo bila sababu na ukalitesa tumbo bila sababu. Lakini maana halisi ya kufunga ni kwenda kuyaacha maovu yote yanayosumbua mwili huu ambao Mungu ameuweka kama kanisa. Lakini si kufunga tu, ni pamoja na kusali. Kipindi ambacho Yesu yuko mlimani hakuwa amefunga tu, lakini aliendelea na kusali pamoja na kuomba. Kama kanisa tuna wajibu mkubwa sana. Kama kanisa tuna jukumu kubwa sana la kuingia kwenye magoti kumlilia Mungu. Sina uhakika kwamba nikisema tuombe hapa tunaweza tukayamaliza yote, lakini Roho Mtakatifu anaendelea kutukumbusha moja baada ya lingine. Tunaingia kwenye magoti na kumuomba Mungu ili aweze kutusamehe. Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi ambacho kina maana kubwa kwetu sisi waumini wa Kristo wanaotaka kwenda mbinguni. Na si kusali tu, lakini ni pamoja na kutafakari kuhusu maisha ya Yesu Kristo aliyoyapitia. Ukiangalia Yesu amepitia mambo magumu sana. Wengine wametafuta kumuua, wengine wamemdhihaki, wamemnenea maneno magumu, wamemtamkia mazito. Lakini huyu mwana wa Adamu anayewaambia wanafunzi mwana wa Adamu atatiwa mikononi, watamhukumu na itabidi afe, hakuinua neno kujibu vibaya. Yeye aliendelea kuzungumza vizuri pamoja nao. Kwa hiyo ni kipindi kinachotupa kukaa na kutafakari huyu Yesu ni kitu gani anachokifanya katika majira haya na majira yaliyopita. Na mkumbuke kwamba si kwamba Yesu sasa yupo anaendelea na mateso, alishapita kwenye mateso, ila hii ni kumbukizi yetu kukumbuka kila ambacho Yesu amekifanya. Ninalileta somo hili maalum ili kila mmoja aanze kutafakari kwake Kwaresma ina maana gani, ina uzito gani, ina umuhimu gani, inaletaje faraja au inakuacha kwenye huzuni. Na kipindi hiki tunajua kwamba kinachukua siku 40. Kipindi cha mfungo kinachukua siku 40 kwa sababu na Yesu mwenyewe alifunga siku 40. Na sisi tunaanzia Jumatano ambao tulianza Jumatano ambao tunasema Jumatano ya Majivu ambao ni Kwaresma hadi Pasaka. Hadi Pasaka. Hiki ni kipindi cha kutafakari, ni kipindi cha kujipeleleza, ni kipindi cha matengenezo, ni kipindi cha kurejea, ni kipindi cha kuitafuta amani, ni kipindi cha kutengeneza upya. Unajua, nilipokuwa na tafakari nikaona kwamba Mungu alikusudia
Kama ingelikuwepo hiyo mara moja, sio kila mwaka inarudia, wanadamu tungeangamia sana. Lakini tunapewa nafasi ya kipindi cha siku 40 kuweka matengenezo, kupatana sisi kwa sisi, kukaa kwa pamoja na kuzungumza pale ambapo tumefarakana na tumeachana. Lakini kimekuwa ni kipindi kigumu kwa mwanadamu. Hapendi suluhu, hapendi matengenezo, anaendelea kuyabeba moyoni, hayaami na wala yaondoki, anavuka nayo, anaishi nayo, anatembea nayo, anaingia nayo kwa resma nyingine. Wapendwa, kwa nini tunasema kwa resma ina maana kubwa? Ni kwa sababu ni kipindi kinachotoa fursa. Neno fursa, ukiambiwa hii ni fursa yako, ichangamkie. Ni fursa ya kutengeneza na kutafuta uhusiano wako na Mungu. Tunaingia kwenye fursa hii, na isikuache na isikupite. Kila mmoja ajaribu kutafuta fursa hii, ni ya muhimu. Kuna mwingine anasema tumetangaza kazi, hii ni fursa yangu, tangazo hilo pita, hili nimelisomea, ni fursa yangu. Sawa, lakini kwenye kipindi cha Kwaresma, mimi ni fursa kwangu, kwako wewe ni fursa, kuhakikisha kwamba unatafuta, kuhakikisha kwamba wewe na mwingine au sisi waumini tunajitathmini na kujiandaa kiroho kwa ajili ya sherehe ya ufufuo. Ninataka nikupeleke taratibu. Hii fursa inatupeleka mpaka kwenye ufufuo. Maana yake usiingie kwenye ufufuo kama una mahusiano mazuri, huna maongezi mazuri, umemweka mtu moyoni, umemwekea visasi, hutaki kupatana naye. Sio kipindi kizuri kuingia kwenye sherehe za furaha ya ufufuko wakati huku nyuma tumeshindwa kutengeneza sisi kwa sisi. Wapendwa, baada ya kuyaeleza hayo, nikuletee asili ya Kwaresma au chimbuko la hili neno Kwaresma. Neno Kwaresma linatokana na neno quadragesima. Ni neno la Kilatini, quadragesima. Neno hili linamaanisha 40, lina tafsiri ni 40. Kwa hiyo sisi tunapoingia ni kama tumeingia kwenye asili ya Kilatini, lakini tupo kiroho, tunaitafsiri hii quadragesima kuhakikisha kwamba tunakuwa ni watu ambao tunarejelea desturi ya kufunga kwa siku 40 za Yesu Kristo kabla ya kuanza huduma yake. Takuja kuwaonyesha baadaye kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo sisi tunatazama hizi siku 40 zinazotupeleka mpaka kwenye Pasaka kama nilivyosema. Ingawa kipindi hiki chote cha Kwaresma kinajumuisha siku 40, unaongeza na zile Jumapili 6 ambazo zipo hapo katikati, hatuzioni, zinapita hapo katikati. Lakini ukiziunganisha zile Jumapili zinakuwa ni siku 46, ambapo sasa unajikuta mwanadamu ametulia kwenye hicho kipindi cha Kwaresma akiutafakari ukuu wa Mungu aliyoufanya, na sisi tukiendelea kutengeneza. Ndugu zangu wapendwa, washarika wenzangu, napoendelea kukutafakarisha somo hili, ninaomba kwanza utafakari, tangu umeanza Kwaresma umekwazika mara ngapi? Umewakwaza wenzako mara ngapi? Umeumizwa mara ngapi? Umesusia mara ngapi? Umejitenga mara ngapi? Yesu anayabeba haya yote kwa ajili yetu sisi, lakini na sisi tunapaswa tuyabebe haya ambayo Yesu Kristo ameyafanya katika kipindi cha siku 40. Kwa hiyo asili ya neno quadragesima linatokana na namba 40. Linatokana na namba 40 ambayo ina umuhimu mkubwa sana katika historia ya kidini. Weka angalie kuanzia kwenye Agano la Kale, anzia kitabu cha Mwanzo, uende unasoma, utaikuta 40 ndio inayozungumzwa zaidi sana. Kwa nini? 40 imebeba umaana mkubwa. Sijui kama nitaweza kukueleza kwa upana sana ili uweze kuona umaana, lakini nataka kueleza kwamba chimbuko letu sisi uweze kulielewa la hii Kwaresma.
Kwa hiyo unapoingia kwenye Kwaresma, uingie kwa unyenyekevu na wala sio kwa kutazama kwamba nani amefanya nini na nani anaelekea wapi. Sasa kinachojitokeza ni roho ya kila mtu mmoja mmoja kutathmini, ninahitaji nitengeneze wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja kujaribu kujitathmini, ninahitaji kutengeneza nini. Hata kama kuna mtu amekosa, unahitaji wewe kumwendea au kumtafuta kwa gharama zozote, kumrejesha ili mmachi pamoja. Siku hizi kumachi pamoja kumeondoka. Tuko kwenye kipindi cha Kwaresma, lakini ndipo majaribu yanaongezeka, maasi yanaongezeka, mateso tunaumizana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kipindi hiki ni kipindi hata cha kumtakia mwenzako amani. Unamwangalia ndugu yangu, mbona una amani? Unaomba pamoja naye, unamsemesha neno la faraja ili uweze kutuliza kile kinachomsumbua. Paka tunamaliza Kwaresma hii, kila mmoja anaweza akawa amezungumza na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo katika Biblia kuna mifano kadhaa inayohusiana na namba 40. Kama nilivyotangulia kusema, ukisoma utaona kwa upana zaidi. Labda tukipata muda wakati mwingine itaweza kuchambua, lakini nitakuwa nagusa vitu vichache. Sasa tuangalie Agano la Kale. Agano la Kale. Katika Agano la Kale, Kwaresma pia ina asili yake. Kwa nini? Ni kwa sababu tunakumbuka wana wa Israeli walipoianza safari yao ya miaka 40 jangwani baada ya kutoka utumwani Misri. Kwa hiyo walitembea kipindi cha miaka 40. Wana wa Israeli wanaitafuta nini? Nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, ili waweze kufika. Na sisi tunaweza tukasema miaka yetu hii tunatembea, tunaitafuta mbingu mpya na nchi mpya. Kipindi hiki tunaweza tukakihesabu ni kama miaka 40 inatupeleka kuenda kuketi pamoja na Mungu, mkono wetu wake wa kuume, sio wa kushoto. Na ndio maana tunasema ni kipindi cha matengenezo, ni kipindi cha kukaa na kutafakari. Hawa wana wa Israeli walikuwa jangwani uko Misri miaka 40. Can you imagine? Miaka 40 hawajawahi kupata amani, wanateseka, wanaumia, wanapata shida. Na muda ulipofika wakaingia katika nchi ya ahadi. Lakini pia huyu Musa tunayesikia habari zake, alifunga siku 40 juu ya mlima Sinai alipokuwa akipokea amri 10 kutoka kwa Mungu. Nataka nikuonyeshe ili uweze kuelewa. Nimekuambia wana wa Israeli walitembea miaka 40 mpaka wakafika kule wanakotakiwa kufika. Lakini Musa alifunga siku 40. Lengo ni nini? Kupokea hizi amri 10 ambazo leo tunatembea nazo. Amri ya kwanza, amri ya pili, amri ya tatu, mpaka ile amri ya 10 tunakuwa naye. Na amri zote hizi hazikutoka kwa mwanadamu, zimetoka kwa Mungu mwenyewe ili zishuke kwa wanadamu. Lakini kabla Musa hajazipokea, alifunga siku 40. Ni nani miongoni mwetu anahitaji jambo fulani alione likifanyika haamue kujitesa kwa siku 40? Ni nani miongoni mwetu anahitaji kuliona kanisa hata la Magogoni linaendelea vizuri hajitese kwa siku 40? Ni nani miongoni mwetu anatamani kuona familia yake inaenda vizuri afunge kwa siku 40? Ni nani miongoni mwetu anaona nchi yetu haiendi vizuri afunge kwa siku 40 na mpaka lile wingu liondoke, halafu Mungu ashushe majibu? Musa katika kufunga kwake zile siku 40, Mungu alimpa amri 10. Ya kwanza inasema, mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine. Ni amri inatoka huko, lakini Musa amefunga kwa ajili ya amri hii tu ili uweze kuipokea. Na ndio maana tunakumbuka historia, aliporudi akakuta Haruni na wenzake wametengeneza ndama wa shaba. Musa alikasirika sana, akazitupa, lakini bado Mungu kwa rehema yake akamuita na akarudi akapokea amri 10. Ndugu zangu,
Kipindi cha neema huwa kinapita, lakini huwa akirudi mara ya pili. Naweza nikasema hii ni fursa kwetu. Hii ni fursa kwetu ya kutengeneza sisi kwa sisi na majirani zetu, ya kutengeneza na mwimbaji mwenzako, ya kutengeneza mtumishi kwa mtumishi, ya kutengeneza kiongozi kwa mwimbaji, kuhakikisha kwamba hiki kipindi kisiende bure, kisiondoke bure, bali kiwe na msaada na kiwe na amani. Shida inayojitokeza, sisi tunafikiri kwamba dunia hii tumeikamata ni yetu, lakini sisi tunapita. Sisi ni wasafiri. Tunahitaji kuangalia ni wapi tunahitaji kwenda ili maisha yetu yaweze kuwa salama. Lakini si hilo tu, nataka nikupe picha nyingine. Baada ya siku 40 Ninawi pia ilitangazwa kuangamizwa. Utasoma kwenye Yona. Naweza ukasoma kwenye kitabu cha Yona. Kulikuwa na hali ambayo madhaifu yalikuwa ni mengi. Kwa hiyo inatangazwa siku 40 lazima Ninawi iangamizwe. Unaona, ndipo anapotumwa Yona na atimizi lile kusudi, na Mungu anaamua kumuingiza kwenye tumbo la samaki. Ndugu zangu, tusisubiri kutengeneza mpaka tukutane na kipigo kikubwa. Huu ni muda. Hata katika jambo jepesi tuwe ni watu wa kutengeneza, tuwe ni watu wa kurejea, tuwe ni watu wa kutubu na kuyaweka vizuri sana. Na mimi nataka kusema haya niliyazungumza siku 40. Tafsiri yake inasisitiza sana umuhimu wa kujitenga na dhambi na kurejea kwa Mungu kupitia toba na maombi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujitenge na dhambi. Tusisemane samane na kuchafuana bila sababu. Hiki ni kipindi cha kila mmoja kutazama msalaba na kunyenyekea. Hiki ni kipindi cha kumtafuta Yesu yuko wapi. Na mwimbaji akasema, Bwana Yesu yuko wapi mpenzi wangu rafiki? Njia gani umekwenda nitakuonaje mimi? Roho yangu yajutishwa. Akawa anaimba, anamtafuta Yesu mwokozi wake. Huko wapi niweze kukuona? Leo kanisa la Mungu tunapaswa tumtafute Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Nikutazamishe kwenye Agano Jipya pia. Katika Agano Jipya, Yesu mwenyewe alifunga siku 40 jangwani kabla ya kuanza huduma yake. Na nataka nikuonyeshe katika kipindi ambacho Yesu anaanza siku ya kwanza, si kwamba majaribu yalikaa pembeni. Si kwamba utakapofunga jaribu halitakuja kwako. Litakuja, lakini kuna namna ya kuweza kulishinda. Kuna namna ya kuweza kuondoka. Labda tuangalie kwenye Injili ya Mathayo. Hii ni isome. Mwinjilisti Mathayo sura ya 4 mstari ni ule wa 2. Mathayo sura ya 4 mstari wa 2. Anasema, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amefunga siku 40, lakini mwisho linatokea jaribu la njaa. Na mwanzoni nimesema kufunga kwako akuhalalishi kwamba hutojaribiwa. Jaribu litakuwepo, lakini ni muda wa kulishinda. Unaweza ukajiwekea mkakati kuto kusema neno baya, ukafunga kwamba ninaanza siku ya kwanza sitosema neno baya mdomoni mwangu. Unaweza ukajiwekea mkakati kwamba kuanzia siku ya kwanza ya Kwaresma sitomchukia mtu yeyote. Nifunga na yenyewe. Lakini pia unaweza ukasema katika kipindi hiki cha Kwaresma nitakuwa ni mtu wa kutoa huduma. Nitatoa huduma bila kuangalia ni nani yuko wapi na anafanya nini. Nitatoa huduma kwa namna inavyoweza. Lakini unaweza ukasema katika kipindi hiki cha Kwaresma nitahakikisha kwamba watu wote ninawaambia, hebu tukae kwanza tuombe. Kila ninayekutana naye mimi ni kumuombea. Kila ninayekutana naye mimi ni kumuombea. Ni Kwaresma yako umeamua kuachilia baraka kwa kila mmoja. Lakini tuiangalie Kwaresma yetu leo imebeba nini?
imebeba nini mioyoni mwetu? Imebeba nini katika maisha yetu? Imebeba nini? Jaribu linalomjia Yesu ni gumu. Likifika kwako la njaa, unalegea na unaisha nguvu. Lakini siku 40 hali anywi mchana na usiku. Mwishoni jaribu linakuja kali, na mwishoni unapoelekea kumaliza ndio tatizo kubwa linaongezeka. Anajaribiwa, na ukiendelea kusoma ule mstari unaofuata anasema, mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Lakini naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yesu aliamua kuyakabidhi maisha yake mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo Kwaresma au Quadragesma ya Yesu Kristo ilikuwa na maana kubwa katika ulimwengu huu, na ndio maana unaona kukosea. Na mimi niombe sisi kama watoto wa Mungu tusikosee katika kipindi hiki, maana ni kipindi muhimu. Kwa nini nimesoma mstari huu? Ni mfano kwetu sisi wa Kristo kwamba inatupasa kujitenga ili kujiandaa kwa kazi kubwa aliyopewa Yesu Kristo. Kazi aliyoifanya Yesu ni ya kwetu sisi. Ni nani amefunga kwa ajili ya kwaya? Nani anafunga kwa ajili ya kwaya? Nani anafunga kwa ajili ya kanisa la Mungu? Nani anafunga kwa ajili ya nchi? Tunahitaji kuyafanya hayo. Kwa hiyo jumuisho ninalotaka kuliweka hapa, ni kwamba Kwaresma kwa muktadha wa asili ni kipindi ambacho kinatoa nafasi kwa waumini na kwa Wakristo kufanya tafakari juu ya maisha yao, kutafuta ukarabati wa kiroho na kujiandaa kwa furaha ya Pasaka. Kwa hiyo wale wanaomwamini na wale wanaomtegemea wanaweza wakasimama kwenye jumuisho hili, kwamba kuna mtu anaweza akaamini lakini hamtegemei, na kuna mtu anaweza akategemea lakini hamwamini, lakini vyote vinaenda pamoja, kumtegemea na kumwamini. Na ndio maana tunasema, mimi namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, najitoa kuwa wako, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu mpaka nitakapokufa. Hiki ni kiapo cha msingi kwenye madhabahu hii. Huwa tunakitafuta, tunakitamka, lakini huwa tunakitamka kwa mazoea. Tukikitamka kwa dhati na kwa dhamiri, kina nguvu kubwa kwenye madhabahu, kina nguvu kubwa kwenye vinywa vyetu. Sasa katika kipindi hiki tunachotembea nacho, ni waombe wapendwa washarika, kile ambacho tumesema hakina thamani kwetu mioyoni mwetu, tusiendelee kukingangania. Chuki haina maana kwetu, dharau haina maana kwetu, kiburi hakina maana kwetu, jeuri halina maana kwetu, kususiana na kununiana havina maana kwetu. Kwa sababu gani? Havitupeleki mbinguni. Kinachotupeleka mbinguni ni kuwa na amani na jirani yako na mpendwa wako na uliye naye, na wote tunaketi pamoja katika maisha ya kuelekea mbinguni. Haya ndiyo maisha tunayoyatafuta. Na mimi nitamke kwamba magomvi yetu hayatatupeleka popote, kususiana kwetu hakutupeleki kokote, kuchafuana kwetu hakutupeleki kokote, bali tuinuane ili Kristo anapokuja atukute sisi ni wa baba mmoja, tukiwa tumeketi pamoja katika Kristo Yesu. Na Mungu aendelee kutubariki. Tutaendelea Jumatano ijayo. Amen.